huyo ni Debra. Hapa amenuna kishenzi, yani amevurugwa. Marafiki yake Ella anafika na kumuuliza mbona unaichana nguo badala ya kuivaa. Debra anasema nive nguo niende wapi? Kila mtu atajionyesha jinsi alivyopendeza na shape yake, ila mimi nikifika kila mtu ataanza kunipa pole kwa jinsi nilivyokilema. Upande wa pili huko chumbani tunaonyesha huyo mwamba kwa jina la Felix anamsha usingizini na ulimi kuanzia kwenye kitovu, shingo mpaka kwenye ndevu mzee. Mara mtoto wake Mela anazama ndani. Baba anataka langu ya lunch. Jamaa kavuta drone na kumpa pesa. Tunarudishwa huku ndio tunaambiwa kwa yule mwamba Felix alimgonga na gari huyu Debra na kumpa ukilema na kuahidi kuwa atakuwa anawatumia pesa za yeye kujikimu kila mwisho wa mwezi. Sasa imepita miezi kadhaa, mwamba kauchuna, hatumi pesa yani. Basi siku inayofuata akaamua kwenda kwa Felix ili akakene kwa sababu jamaa mtumii tena pesa za kujikimu. Basi wakamleta driver taxi pale na kubeba vilago vyake na safari ikaanza kwenda mjini Lagos kwa Felix. Huku nyumbani asubuhi Felix anamfuata mwanae Myla. Morning sweetheart, akajibu morning dad. Jamaa akamuuliza mtoto wake mbona umekunja uso asubuhi? Myla akajibu hivi kweli wewe ni babangu? Felix akasema Myla, unawezaje kuniuliza kitu kama hicho? Myla hakutaka mambo mengi, akavuta begi kisha akasepa. Huku njiani driver taxi anaendesha gari huku akiimba, yani vibe kama rote. Sasa Debra anachukia hichi kitu, mara nusu apate ajali mzee. Debra ni kumpiga pochi nyingi dereva kichwani. Driver taxi akafyumu, akataka kumshusha njiani Debra, basi safari ikaendelea. Wakafika nyumbani kwa Felix, mlinzi akaanza kuwashia moto tena. Dereva kidogo amvunje mlinzi shingo mzee. Felix akatoka, mlinzi kuna nini hapa? Mbona makelele mengi? Ndio Felix kumuingiza ndani Debra na kumwambia kwa nimekuingiza ndani kwa sababu pale mlikuwa mnatengeneza picha mbaya, ila huwezi kukaa hapa kwangu. Siku inayofuata asubuhi Debra anamkuta Felix yupo na bidada wake Sandra, wakipata raha zao ni viuno tu mwanzo mwisho. Akawaangalia kisha akasipa zake. Baadaye Sandra amuuliza Felix, huyo kilema ni nani? Debra akajibu labda wewe na kizazi chenu chote ndio vilema. Sandra akakasirika pale, akageuka kuwa Van Damme mzee, mateke kama yote pakavurugika pale. Baadaye Felix anamwambia Sandra kuwa kipindi anatoka kwenye msiba wa mke wake ndiye alimgonga Debra na kumfanya kwa kilema, na aliahidi familia yake kuwa atakuwa anampa pesa Debra za kujikimu kimaisha. Sasa na muda hajafanya hivyo, ndio maana Debra amekuja nyumbani kwake. Sandra hasira tu zimemjaa. Kuna siku jikoni Myla alikuwa akiandaa zake breakfast. Debra akaingia, ngoja nikusaidie. Myla akajibu hapana, sihitaji msaada wako. Debra analazimisha kumsaidia. Myla akakasirika akamfukuza toka. Kwa hasira akavunja sahani chini. Debra akasema ndio hivi, na yeye akavunja sahani chini. Ikawa ni vita pale, kisha akasepa. Basi bana, siku inayofuata Debra akamkuta Sandra akimwambia Myla kuwa kama anafuna basi anywe pombe, tutamfanya akae sawa. Sandra anasema jaribu, sitamwambia mtu yoyote. Mara Debra imwacha, hivi una shida gani wewe mwanamke? Unawezaje kumpa pombe mtoto mdogo? Sandra akajibu nilikuwa siongea au kumpa pombe kilema. Basi mabishano yakaanza pale. Myla yeye akajichenga. Baada ya kutoka pale Myla akaingia zake chumbani na kuanza kulia akisema na ukumbuka sana mamangu, natamani ungekuwa hapa, huku machozi yakimtililika. Basi Myla akamfuata Debra chumbani na kumwambia kuwa hapo nyuma kipindi cha uhai wa mama yake hii nyumba ilikuwa ni nyumba yenye furaha kubwa, lakini sasa baba yake ni mtu wa mitungi na wanawake tu, yeye anabakia kuwa mpweke. Kesho yake asubuhi Myla anamkumbatia Debra, yani yule kilema, akisema kuwa tengia mamangu amefariki, sijai kumuota ila jana usiku alikuja kwenye ndoto zangu na kuniambia kuwa ni kuheshimu siku zote. Debra akajibu nimefurahi kusikia hivyo. Basi akamwambia akapate kifungua kinywa. Wakiwa jikoni mara Myla simu inaita, anakumbusha kuwa kuna assignment anatakiwa kufanya na inakusanywa leo. Basi Debra akamuuliza hiyo assignment inahusu nini? Myla akasema inahusu effect of social media mental health. Basi Debra akasema nitakusaidia, nina idea kuhusu hiyo topic. Baadaye Felix anakuja, hivi bado upo hapa? Debra anasema ukinifanyia transfer pesa yangu hutoniona tena hapa. Mara Sandra anafika, hivi ukilema bado anafanya nini humo ndani? Uliniambia tuondoka lakini hadi sasa namuona. Debra akajibu huwezi kuongea bila kumsema vibaya mtu. Vita ikawaka pale. Felix akamfuata Debra, uko wapi wewe kilema? Akaingia mpaka chumbani mwake mzee. Yani umekaa umetulia kabisa kwenye kiti chako cha ukilema huku namuumiza mpenzi wangu Sandra. Unajua Mungu akosei, ndio maana watu kama nyie vilema huwa mnakuwa barabarani mkombaomba. Debra akasema kwa uchungu, Felix hauna huruma kabisa. Kabla ya wewe kunigonga nilikuwa mtu mwenye maisha yangu mazuri, ila wewe ukayaharibu maisha yangu. Ndio tunaonesha kuwa Debra alikuwa sio kilema, alikuwa ni mfanyabiashara bidhaa ndogo ndogo kama kuuza karanga na dengu, na akiwa mzima kabisa na miguu yake miwili. Basi Felix kusikia hivyo akamuomba msamaha pale. Debra akamfukuza toka chumbani kwangu, kisha akafunga mlango. Myla akiwa anatoka zake shule kafika tu na kumkumbatia Debra. Sandra na Felix ni kushangaa na kuaje, huku Myla akisema asante sana Auntie Debra, nimefaulu assignment yangu. Basi shangwe likawa kubwa pale. Felix na Sandra ni kukodoa macho tu. Baadaye Debra akamuuliza Felix kuhusu biashara yake kwa sababu alisikia kuwa biashara yake haiendi vizuri. Basi ndo akawa anampa idea jinsi ya kufanya ili biashara yake iende sawa. Felix akajikuta anaanza kumuona Debra ni mtu wa muhimu katika maisha yake. Kuna siku Debra akiwa jikoni anaandaa zake chakula, anachambua mboga za majani. Ghafla jini kisilani Sandra akaingia na yeye akaanza kutengeneza mazingira ya msosi pale jikoni. Debra anamwangalia tu. Mara Sandra akanawa na kumkungutia maji Debra. Debra akichukua nyanya
kufanya. Sandra anaichukua akaanza kumvurugia maandalizi yake pale. Baadaye muda wa msosi, Sandra anampa Felix chakula chake alichopika. Felix kuonja chakula ni kibaya kichizi, huku yeye Mayla anakula chakula cha Debra akisema chakula ni kitamu. Felix naye akaamua kumwama Sandra kisha kula chakula cha Debra. Mida chumbani, Mayla anamwambia Debra kuwa anamtaka yeye mamake wa kambo, yani amtongoze babake Felix. Debra akakataa, mwisho akakubali. Basi Debra akajilemba akapendeza yani. Ile Felix na Sandra wanapita, basi Felix akaanza kumsifia Debra, "Huwa umependeza sana." Sandra ni kumpelekesha tu Felix tuondoke. Kumbe Sandra anaona wivu, anamwambia Felix, "Unatakiwa nisifie mimi, sio huyo kilema." Baadaye Sandra anarudi na kumwambia Debra kuwa unajua ni kiasi gani nimeumia Felix kwa kusifia wewe kilema. Basi akaanza kumwashia moto pale, akamvua wigi, akamvuruga, akamsukuma mpaka akamtoa kwenye kiti chake cha ukilema. Akaanza kumtesa pale, nusu ampige nacho kichwani mzee, mateke kama yote, kisha akasepa. Baadaye chumbani, Debra amwambia Mayla kuwa yeye ameshindwa, anataka kuondoka. Mayla anambembeleza kwa asiondoke, yeye atabaki na nani, ameshamzoea kama mama yake. Mayla akaamua kwenda chumbani kwa Sandra na kuiba jewelries, yani zile cheni za dhahabu. Baadaye Felix akaita kikao cha nyumba nzima kuhusu hizo cheni za dhahabu za Sandra, ni nani kazichukua. Basi Mayla akasema nitazirudisha endapo Sandra atamuomba Aunti Debra msamaha kwa kumpiga na kumnyanyasa. Felix akashtuka, Sandra walimpiga Debra? Felix akakasirika na kumfukuza Sandra nyumbani kwake. Basi Debra na Mayla walipanga kutoka wote wakatembee. Yule dereva wa Debra akaja kuachukua. Dereva akawa anamwaga sifa nyingi kwa Debra mpaka Felix akaanza kuona wivu, kabaki tu anamkodolea macho jinsi Debra alivyopendeza. Basi wakatoka out. Baadaye wanarudi, Felix anamuita mwana Mayla na habari njema, gavana wa state amesema kuwa anataka kukuona wewe na wanafunzi wengine wawili katika shule yako, na amesema unatakiwa uende na mimi babako. Mayla akagoma, akasema siwezi kwenda na wewe babangu kwa sababu huwa unizingatie mimi kama mwanao, unakuwa busy tu na huyo mwanamke wako Sandra. Basi bana. Baadaye chumbani, Felix anamuomba msamaha Mayla mtoto wake na kumwambia kuwa nisamee mwanangu kwa kutokuwa baba sahihi kwako na kwa kutotimiza majukumu yangu kama babako mzazi, na nataka ujue kuwa kifo cha mamako ni pigo kubwa ambayo nimekutana nayo katika maisha yangu. Basi Mayla akamsamee pale. Kunapokucha asubuhi, Mayla anamwambia babake, kwa nini usimfikiria Aunti Debra? Felix akashangaa. Mayla anasema mbona ni mwanamke mzuri tu na nafikiri mtatengeneza uhusiano mzuri. Felix akatabasamu kisha akasema, wewe unaonaje, unafikiri Debra atakubali? Mayla anasema, baba, at least fanya kwa ajili yangu, kwa ajili ya furaha yetu. Akamkumbatia pale babake. Felix akamfuata Debra na kumweleza kuwa anataka awe mke wake, maana yeye ndo mwanamke pekee aliyerejesha furaha katika familia yake. Lakini Debra yeye anasema, sidhani kama unanihitaji Felix, niangalie mimi nipo kwenye kiti cha ukilema, utawezaje kunitambulisha kwa marafiki zako? Itakuwa ni aibu kubwa. Felix anasema, kukaa kutembea kwenye kiti cha ukilema sio mwisho wa maisha yako Debra, acha tu watu waongee, ila niache mimi nikupende. Huku mjini sebleni, yule dereva taxi kati ya timu na vibe lake kama siku zote. Leo sasa naye kaja kusema kuwa taingia siku ya kwanza kamwona Debra, alitokea kuvutiwa naye, akatoa pale pete, akataka kumvalisha Debra, yani kumchumbia. Kumbe aliuziwa pete feki, akasepa kwa ile muuzia kumdai. Dereva akarudi zake siku nyingine. Debra akamwambia kuwa hawezi kuwa naye kimahusiano, ameshamzoea kama rafiki yake. Basi dereva akaumia moyoni, lakini akakubali. Upande wa pili, huku leo Sandra kati ya timu mpaka ndani, mzee anamwambia Felix kuwa tuwezi kuachana, kama ulifikiria tutaachana kizembe, hii haiwezekani Felix. Jamaa akasema, mtoto wangu akupendi na wewe nilikuwa nakulipa ili nipate mapenzi kutoka kwako. Felix akawaka pale, akamtimua Sandra. Ile Sandra anatoka kukutana na Debra sebleni, akamwashia moto, vuta nywele, piga sana. Akaanza kumpiga pendo Felix kuja kumsaidia na kumfukuza Sandra mazima. Baadaye Debra anamwambia Mayla kuwa nimechoka, siwezi kuendelea kubaki humu ndani, nimechoka na haya mambo ya Sandra, ni bora nirudi zangu nyumbani. Mayla ni kumbembeleza tu pale ili Debra asiondoke. Baadaye Felix anamwambia Debra kuwa amechukua vipimo vyote alivyopewa na Debra kipindi alivyopata ajali na kuwa kilema na kuvipeleka kwa specialist wake na kupata opinion kuwa kuna chance ndogo imepatikana ya Debra kuweza kutembea tena. Basi wote ni furaha pale. Felix akasema, alafu kuna kitu kingine Mayla, mtupishe kidogo. Basi Felix akamwambia Debra kuwa nipe nafasi katika maisha yako. Debra akasema, basi nipe muda, nahitaji kufikiria. Felix akaondoka. Kumbe Mayla alikuwa anawasikilizia kwenye ngazi, anamwambia babake kwa nini hataki kusema yes. Felix anamwambia mwanae kuwa watu wengine wanahitaji muda kufikiria ili kuja katika maisha yako. Kesho yake Mayla anamwambia Debra, umetufanya mimi na babangu tukupende, alafu sasa hivi unataka uondoke katika maisha yetu. Debra anasema, Mayla, sio kitu rahisi, inahitaji muda, ni ngumu kuolewa na mwanaume aliyeniweka katika hichi kiti cha ukilema. Mayla anasema, kama unanipenda kweli Aunti Debra, nifikirie, mpe chance babangu. Basi Debra akakosa jinsi, akaamua kukubali tu. Mayla akamkumbatia pale, ngoja nikamwambie sasa hivi. Baadaye tunaonyeshwa Felix na Debra, mapenzi yamekuwa motomoto, mahaba kama yote. Felix anasema, nimeongea na specialist, amesema kuwa surgery itaenda vizuri. Debra akasema, kama daktari kasema ni salama, mimi nipo tayari. Basi siku inayofuata
anampeleka hadi hospitali. Dereva taxi anasema tutakuwa nje tunakuombea utakuwa sawa Debra. Mela yeye anasema tupo hapa kwa ajili yako Auntie Debra. Basi siku inayofuata Debra akatoka hospitali, rafiki yake Ella akaja kumtembelea pale. Felix akaamua kumvisha pete, Debra akisema sikutegemea siku kama hii ingekuja kutokea, ni mipango ya Mungu. Kesho yake Debra akawa anafanyishwa mazoezi ya kusimama ili atembee, akawa kama anashindwa hivi. Yule nesi akawa anamnyoosha ile miguu ili mifupa ikomae vizuri na kufanya kazi. Siku inayofuata Felix anatoka zake kazini na mkuta Debra ambaye sasa ni mke wake kawaka, yani kapendeza kichizi. Kisha Debra akasimama kutoka kwenye kile kiti cha kilema. Mwamba akafurahi sana, wakapiga busu moja zito pale. Na huu ndio mwisho wa filamu yetu ya Wheels of Fate.